Welcome and welcome back to the Dream Brand. Kipindi mezani Sports New Chapter. Karibu tuzungumzie michezo. Utakuwa na mimi Sports Ready Nora TP pamoja na Pablo Michael. Pablo Michael, unaizungumzaje mechi ya leo kati ya Argentina na Cape Verde? Moja ya mechi nzuri, moja ya mechi tamu sana kwa football lovers kuitazama. Ndio. Kwanza mechi hii itapigwa leo Jumamosi tulivu kabisa ya Julai 4, na mechi hii itapigwa katika dimba la Hard Rock Stadium Miami Garden FL. Dimba lenye uwezo wa kupakia mashabiki 64,767 na ni moja ya mechi tamu sana. Binafsi kwa upande wangu sitamani kuikosa, natamani na wewe pia usikose game hii ili uwe na vitu vya kuwaeleza football lovers baada ya game. Ni mechi tamu, mechi nzuri sana. Ukizingatia quality ambao wamedisplay Cape Verde kwenye hii season yao ya kwanza ya World Cup na timu ya taifa ya Argentina. Kwanza ni kuweke uwanja, Argentina ndio timu namba 1 kwenye ranki za FIFA, lakini inacheza na Cape Verde ambayo ni timu inashika nafasi ya 67 kwenye ranki za FIFA. Lakini tukianza upande wa Cape Verde ambao wameonekana kwa World Cup hii, wameonekana moja ya timu tishio kutoka barani Afrika. Kwenye kundi lao walikuwa na timu kama Spain inayoshika nafasi ya 2 kwenye ranki za ubora za FIFA. Walikuwa na Uruguay kutoka Amerika ya Kusini, lakini pia walikuwa na Saudi Arabia kutoka bara la Asia. Lakini wao hawakufungwa mechi yoyote. Walianza na timu ya taifa ya Spain, ikaisha sare tasa ya bila kufungana 0-0, na golikipa wao ambaye alijizorea umaarufu mkubwa kweli almaarufu kama Vozinha aliokoa michomo 7 hatari na akaibuka kuwa player of the match kwenye mechi kati ya Cape Verde versus Spain. Na labda nikwambie machache kuhusu gorie wao ambaye wanatamba naye, golikipa wanaye na wanatamba naye kinoma noma. Golikipa huyu ambaye anaitwa Jose Evora Diaz almaarufu kama Vozinha, kabla ya mechi ya Spain versus Cape Verde alikuwa na wafuasi takriban 50k kwenye ukurasa wake wa Instagram. Lakini punde tu baada ya mechi dhidi ya Spain kutamatika, alijizorea umaarufu mkubwa baada ya kuzuia michomo mikali hatari, michomo 7 langoni, na hivyo mpaka sasa tunavyozungumza amefikisha wafuasi milioni 17.3 kwenye ukurasa wake wa Instagram. That's the reason why Cape Verde wanatamba juu ya golikipa huyo. Na baada ya mechi kati ya Spain versus Cape Verde kutamatika, golikipa huyo alieleza machache kuhusu hali ngumu ya kiuchumi ambayo familia yake wanapitia. Alilelewa na bibi yake na babu yake na wote washafariki, na mama yake Ana Candida Evora amekosa pesa kwa ajili ya visa kwenda nchini Marekani kushuhudia World Cup ili amshuhudie mwanae akiwa anakipiga kule anakiwasha. Hivyo malalamiko yake yaliwafikia viongozi wa kisiasa nchini Cape Verde, wakapambania kurahisisha namna ya kupata visa. Na this time around tunavyozungumza yuko nchini Marekani anashuhudia World Cup, na hiyo ndio iliongeza morali kwa mwanae Jose Evora Diaz almaarufu kama Vozinha, golikipa huyu wa timu ya taifa ya Cape Verde. Iliongeza hamasa na akajikuta mechi iliyofuata dhidi ya Uruguay akapambana vizuri, mechi kaisha kwa sare ya bao 2-2, na mechi ya mwisho dhidi ya Saudia akapambana na mechi hiyo pia ikaisha sare. Na ndivyo ambavyo Cape Verde wanachojivunia, kwa maana hawawezi kufungwa kirahisi. Lakini this time around naona kama wameyakanyaga, kwa sababu wameingia kwenye mfumo wa timu tishio na timu ambayo ni machampioni wa World Cup ya 2022 kwa maana ya msimu uliopita wa World Cup. Kwa hiyo sioni nafasi ya Cape Verde kufanya chochote zaidi ya kujaribu sana kucheza defensive game, lakini hawatofanikiwa kwa chochote, na badala yake timu ya taifa ya Argentina itaondoka na alama 3 muhimu kabisa kwenye mchezo huu. Okay, Pablo Michael, ningependa umzungumzie Lionel Messi katika mechi hii kutokana na race na ubora aliyouonesha katika mechi za hatua ya makundi. Yani bora hata uwazungumzie wachezaji wengine. Unajua kuna namna Cape Verde bora angekutana na wakina Lamine Yamal, wakutane na wakina Kylian Mbappe, Michael Olise, ila sio kukutana na Lionel Messi wa Portugal. Cha kwanza wanakutana na Argentina, timu namba 1 kwenye ranki za FIFA. Cha pili wanakutana na mchezaji la dunia, world class player, mchezaji wa daraja la dunia kweli, na mchezaji ambaye pengine ana vitu vingi sana katika maisha ya soka, pengine kuliko wachezaji wengine ambao niliwahi kuwashuhudia waliopo na wajao. Ana tuzo nyingi kweli, ana mataji mengi, ameshinda vitu kibao sana katika ulimwengu wa soka.
Kabla hatujamzungumzia Lionel Messi La Pulga, mimi napata mashaka na wasiwasi kama Cape Verde wanaweza wakaimili kwenye safu yao ya ulinzi kumkaba Rodrigo de Paul, Macarista, Enzo Fernandez, kumkaba pia striker labori kweli Lautaro Martinez ambaye amekuwa top scorer wa Serie A akiwa na Internacional Milan, kumkaba Julian Alvarez ambaye anahudumu pale Atletico Madrid, na pia sasa kumkaba baba ya bori Lionel Messi La Pulga. Lionel Messi La Pulga akawa prove wrong watu wengi. Unajua ni the living legend. Kuna namna unamuona kama ni mzee sana, lakini anavyo perform kiwanjani unamuona kama ni mtoto wa miaka 21 hivi. Ukiangalia mechi 3 zilizopita za group stage, mechi ya kwanza ilikuwa ni dhidi ya timu ya taifa ya Algeria na Lionel Messi La Pulga akafunga hat-trick, magoli 3 peke yake. Yaani timu yake iliscore magoli 3 na yote kascore yeye, na alikuwa na chance created chance 2 na akawa na on target 4 na alikuwa na takwimu nyingi sana nzuri ambazo zikampelekea kuibuka pia player of the match akiwa na ufanisi wa 91% kiwanjani. Na ukiangalia mechi ya pili ambayo iliwakutanisha timu ya taifa ya Argentina versus Austria, Lionel Messi La Pulga dakika ya 9 alikosa penalty, lakini dakika ya 38 na dakika ya 95 aliwapa matumaini timu ya taifa ya Argentina, kwa maana alifunga mabao mawili muhimu ambayo timu ya taifa ya Argentina iliyapata kwenye mchezo dhidi ya Austria. Lakini mchezo wa mwisho dhidi ya Jordan, kocha wa Argentina aliopti kupumzisha baadhi ya nyota wengi wa timu ya taifa ya Argentina, na hii ni kutokana na kufocus na hatua ya 32 bora, kufuatia tayari alikuwa ameshafuzu kuingia hatua ya 32 bora. Hivyo akapumzishwa Lionel Messi La Pulga na baadhi ya wachezaji, lakini Lionel Messi La Pulga akaingizwa kiwanjani ili apashepashe misuri joto, lakini dakika za mwisho kweli takriban dakika ya 94 kwenye zile za nyongeza aliweza kufunga free kick makini moja kwa moja ikaingia ndani ya kamba na akaandika bao lake la 6, na mpaka this time around ndio top scorer wa World Cup mpaka time hii tunavyozungumza akiwa na mabao 6. Kwa Cape Verde watapitia changamoto nyingi, changamoto kubwa, na all in all wawekezaji wekeni mali zenu zote mpe Argentina to qualify au Argentina kushinda huu mchezo tena kwa aggregate ya magoli 2+. Yuko so hot kweli, Cape Verde hawezi wakaimeli moto wake. Ndio hayo tu kuhusu timu ya taifa ya Argentina versus Cape Verde, mechi ambayo itapigwa leo Julai 4 majira ya saa 7 kamili usiku katika dimba la Hard Rock Stadium Miami Gardens, dimba dogo kweli ambalo linakaribia kulingana na dimba la Benjamin Mkapa National Stadium, kwa maana linaingiza watu 64,767. Linalizidi kidogo dimba la Benjamin Mkapa National Stadium ambalo liko hapa nchini Tanzania. Ulikuwa na mimi Nora TAP pamoja na Pablo Michael. Mpaka wakati mwingine tena, usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kupata notification pindi tunapo upload video mpya. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye.